Now, in this digital era, imagine not being able to make mobile money transfers, enroll your child in school under another parent's name, not being eligible for employment or starting a business, and mothers delivering at home. That has been the struggle by members of the Shona community in the country who have been living as a stateless people for more than 50 years. But now a new dawn beckons for them after the government began issuing them with national identity cards. KTN senior reporter Rita Tinina tells us of the hopes and dreams of the Shona in Kenya. When it comes to weaving baskets, 8-year-old Juliet Mwanga does it, and she does it well. She has learnt the art quite early. Next to her is a 74-year-old great-grandmother, Siwela Nambi. Weaving is steeped in the Shona tradition. They do it for a living. Kilometers away at the Kino shopping center, men do what they do best, woodwork. At this workshop, the young and the old put their carpentry skills to the test. The men entirely depend on the workshop to cater for their families. Hatuna kazi nyingine. Hizi kazi za mikono zimekuwa kwenye damu yetu. It is an ordinary day here in Kino, a place that holds the history of the Shona community that has been living in Kenya since the 1960s, when their forefathers came to Kenya from Zimbabwe as missionaries. They have over the years integrated with Kenyans in different parts of the country. Here in Kino, you cannot tell them apart from the locals. But they will tell you life for over 3,000 members of the Shona community living in the country has been a struggle. Kwa hivi sasa kufungua kama akaunti ni shida. Kuna mahali kama simu hivi inabidi usajiliwe na jina ya mtu mwingine na simu ni yako. Sasa hata kutembea kabisa, unatembea bado ukiwa na wasiwasi. Kuna baadhi ya estate huwezi ingia bila ID. Kama kwa mfano mtu anataka kutumia pesa kwa kupitia simu, yani M-Pesa. Akienda pale jina linatokea lingine. Wewe anakujua kama mimi ni Zefania. Akute kumeandikwa Kamau Njoroge. Sasa anauliza Kamau Njoroge na Zefania Muungani. Hao ni watu wawili tofauti. Many of them hardly went through primary school education. They are trying to change that, but having their children enrolled in school has been a big challenge. Hata tunao watoto ambao tumetumia wazazi wa hapa wa Kenya ili aandikishwe kama mtoto wake. Sasa mwenyewe alikuwa amenisaidia, anaitwa Njoroge. Sasa nilikuwa natumia hiyo jina akiwa kama mzazi sasa. Kwa mama ndio hivyo alikuwa anaitwa Modhoni, sasa nilikuwa natumia jina kwa watoto sasa. Lakini ikiwa ni meeting tunaenda, mimi ndio napia pale, lakini kama kuna sababu nataka kujazwa yule ndio nasimamia. They could not access medical services in government hospitals, and it is only recently that women began getting birth notifications for children born at home. So tulikuwa tunazaa kwa shida sana, tunazalia kwa nyumba juu ya kukosa ID. Pale kuna tatizo kwamba hawezi yule mtoto hawezi kusajiliwa, hawezi kupata birth certificate. Of the 3,000 Shonas in the country, Kino is home to the largest population, about 1,000 of them. Others live in, among other areas, Mombasa, Malindi, Narok, Oloitoktok, Nyahururu, Nanyuki and Meru. But owning assets in whatever part of the country has been a distant dream. Hata mimi nimeona kaploti hapa. Jambo la kwanza unataka kununua kitambulisho. Bas, hapo unaishia hapo. But all that is about to change. The government has begun issuing them with national IDs. They are finally officially Kenyans. Na furaha yangu ni kwamba nimetambulika. Leo mimi ni binadamu. A dream come true. The women in Ginduri, Kino can now apply for licenses and hope to establish a market for their baskets. Tulikuwa tunauza kwa shida. Unaona hiki kikapu nimeshika hapa. Hiki kikapu ukiuza unafaa uiuze 100 ama 150. Lakini juu hatukuwa na namna, wananunua na 50 bob. Na inaweza ika biashara. Sasa hapo ndo tumeshukuru sasa. Nasema Mungu mkubwa. Kwa maana hivi vitambulisho sasa vimetufungulia mambo mengi. Endless possibilities, enrolling their children in school, transacting mobile money transfers, opening bank accounts, acquiring trade licenses, owning assets, accessing medical services in government hospitals, and voting will now not be a far-fetched dream. Rita Tinina, KTN News.
All right, time for another quick commercial break here on Newsline. Thank you for staying with us. When we return, we shall be bringing you the very latest in the world of business, including the latest real estate report.